Bwana Fei, mambo? Poa kama kawaida. Kwema. Pole kwanza kwa kuulizwa maswali mengi na waandishi wengi, lakini bado tunasema kwamba usituchoke. Nilijua. Nilijiandaa, nilijua kwa sababu niliambiwa kuna Azam nini wanaita Media Day. Nikajua nikajiandaa vizuri kama bwana ili goma hili la kwangu. Kwa hiyo nimejiandaa hii yangu hii. Kwa hiyo acha nende nikajiandae. Umekunywa maji mengi sana ya kutosha, afu nimekula chakula kizuri tu. Sawa, Bwana Fei, tuambie matarajio yako na matumaini yako na pia malengo yako ya msimu huu kwa sababu ligi bado inaendelea. Matarajio yangu ni kufanya vizuri katika msimu huu. Na bado tulipoishia mwaka jana Azam FC kuongeza zaidi ili kuchukua kikombe katika msimu ambao unakuwepo sasa hivi. Sasa mimi nataka kulikuuma kwa kiasi gani mara baada ya kutolewa kwenye michuano ya CAF Champions League? Imeniuma kama mchezaji na nilikuwa najisikia vibaya kwa sababu sio malengo yetu kufika katika hatua ya awali. Malengo yetu kusogea mbele zaidi ili kuingia, malengo yetu ni kuingia katika group stage. Kwa hiyo hatujafanikiwa, tutajiandaa msimu unaokuja ili kufanya vizuri. Tangu umetoka Yanga imewafunga mara 2 kwenye finali ya FA na Ngao ya Jamii. Kwako ile ulijibeba vipi kama mchezaji? Mimi ni mchezaji, mechi yoyote ile ambayo nakutana nao nijitume ili kupata matokeo, kuipa matokeo timu yangu, sio kuifunga timu moja tu, hapana. Na sipo katika ligi kwamba kucheza na Yanga tu niifunge Yanga tu, hapana. Mimi mechi yote ambayo inakuja mbele yangu ni kupambana, ni kuipa alama 3 katika timu, kuipata alama 3 timu yangu. Nakumbuka mlivyokuwa Morocco kule, kauli ya kocha Rolani Mokwena kusema kwamba wewe ni mchezaji bora hapa barani Afrika. Ulijisikiaje? Yani ilikupa nguvu kwa kiasi gani? Imenipa nguvu mimi kuendelea kupambana. Kuendelea kupambana, kuendelea kuonyesha ambacho kile Mwenyezi Mungu amenijalia. Ni sio kitu kingine chochote kile. 2021 kulikuwa na AFCON huko Misri. Nakumbuka kocha pia alisema kwamba wewe ni mchezaji ambaye unaweza kucheza hata Barcelona, lakini mpaka sasa hupo Tanzania. Pengine Fei unakuwa wapi? Sikwami kwa sababu unajua kesho yetu sisi tunajua Mwenyezi Mungu, au sio? Kwa hiyo unaweza kana umepanga hichi lakini Mungu yeye kapanga vingine. Mimi naona muda wangu bado hujafika. Kama Mwenyezi Mungu, muda ambao wakati wa Mungu ndio wakati sahihi. Kwa muda ukifika, kama Mwenyezi Mungu sasa hivi bwana nenda kacheze nje, basi nitaenda. Au Mwenyezi Mungu kapanga bwana Fei mpira utamalizia hapa Tanzania, basi tutamalizia tu hapa Tanzania. Kwa hiyo acha tumombe Mungu, kila kitu kinawezekana. Unakumbuka lile sakata lako la Yanga kipindi kile? Unalikumbuka vizuri? Nakumbuka vizuri sana. Tunaikumbuka kauli uliyosema kwamba utakuja kucheza Yanga labda Engineer Hersi aondoke. Lakini tulikuona kwenye tukio moja mlikumbatiana na rais. Mlizungumza nini pale? Mimi Rais Hersi ni rafiki yangu. Simefahamu. Ni rafiki yangu na tunaongea mambo mengi sana na ananishauri vitu vingi, umeona? Kwa sababu mimi ni mdogo wake. Ni kama mwanawe, umeona? Siwezi kuzungumzia mambo yaliyopita. Watu tu wanakuza mambo, umefahamu wanakuza ile kauli mpaka ukaitoa. Ndio maana nikakwambia siwezi kuzungumza mambo yaliyopita. Umefahamu? Sometimes unaweza kusema bwana umezungumza kwa sababu hivi, huwezi kuzungumza kwa sababu unaweza kuzungumza kitu hapa watu wakafikiria vingine. Lakini mimi sina tatizo na Hersi. Sina tatizo kabisa. Yeye mwenyewe mara nyingi. Mwisho juzi nimeongea naye. Nimeongea naye. Mbona mambo mengi tunaongea? Ila tu watu hawajui. Sio vitu vyote ambavyo tunaongea na rais. Watu wanajua. Sema nifahamu. Kwa watu wengine mimi naongea naye. Ananishauri vitu vingi na kuna baadhi ya vitu ananisaidia, mbona umeona? Kwa hiyo mimi sina tatizo naye lolote lile. Ikitokea labda pengine unataka urejee labda pale Yanga, wewe utakuwa na kigumizi chochote? Hamna bwana, mimi sina kigumizi chochote kwa sababu mimi nafanya kazi kokote pale. Kuna watu wajategemea kama nitaondoka Yanga. Ni kweli? Umeona? Kwa mimi nafanya kazi kokote. Kitokea Yanga, kitokea Simba, kitokea Mtibwa. Mbona umecheka kwa Simba? Kitokea Mtibwa, kitokea wapi, mimi nacheza kote kule. Watu wengi kiu yao bwana ni kukuona Faisal Salum ukivaa jezi ya wekundu wa Msimbazi Simba. Pengine ikatokea bahati kama hii hapo, wewe utakubali kwenda kusaini Simba? Mimi nishazungumza kwamba mimi nafanya kazi kokote. Ikitokea Azam wametaka nibaki na baki. Simba kama kuna ofa nzuri nitaenda. Yanga wakitaka mimi nirudi nitarudi. Mtibwa wakitaka nikacheze nitacheza. Sijui hivyo wakitaka nikacheze. Mimi nafanya kazi kokote pa yoyote ile. Lakini wewe kwenye ligi hakuna mtu ambaye ananipangia kwamba bwana Fei lazima uende timu hii. Sasa anacheza mimi. Mcheza wewe. Sasa kama kitokea mimi nikienda Simba nitaenda.
Kwani kuna ubaya? Mimi sina kufanya kazi tu kokote. Ikitokea mimi kurudi Yanga nitarudi. Msimu uliopita wewe ulifanikiwa kuskora takriban magoli 19. Tuone msimu nao unaendeleza ule muendelezo. Ndio. Mimi kazi yangu ni kuipambania timu yangu. Kupambania timu yangu na kuifikisha malengo timu yangu ambao wamejipangia. Na sio kitu kingine chochote kile. Sijiangalie mimi naangalia zaidi kwanza timu yangu ili kufanya vizuri. Ni viungo gani ambao unawakubali zaidi kwa hapa Bongo? Wengi tu mimi nawakubali. Tutajie hata watatu. Tutajie watatu? Au wengi? Sio wengi. Tutajie. Ila unajua mimi wengi, kifupi wengi wote. Mimi wote nawakubali na wote nawafuatilia. Basi at least hata wawili tu. Nje ya vilabu vitatu lakini. Kwa nini vilabu vitatu? Kwa sababu hivi ndio vilabu vikubwa. Hivi vitatu ndio vilabu vikubwa. Basi ya zaidi namkubali. So Peter Bajana. Nje Azam. Sasa ndio maana nakwambia vipi nje vilabu vitatu naweza kukutajia. Tutajie basi nje vilabu vitatu. Kuna midfield moja anaitwa anacheza Kagera yule anaitwa nani yule? Yes. Kapama. Namkubali Kapama. Kevin Nation namkubali. Albano nani Mtenje Albano namkubali. Umeona? Nani mwingine? Ayubu Lianga namkubali. Sawa. Fei, kuna washambuliaji wengi ambao umecheza nyuma yao kwa sababu umecheza kama kiungo namba 8 lakini pia namba 10. Ni mshambuliaji upi ambaye ulikuwa unafurahi sana ukimpasia pasi unajua kabisa hili ni goli? Fiston Kalala Maele. Mshikaji wako? Sasa mshikaji wangu tu. Jamaa anajua kufunga. Na ulikuwa unaenjoy sana kucheza? Naenjoy sana kucheza naye. Na unatamani siku moja angalau ucheze naye? Tu yule Prince Dube. Enjoy sana akifunga. Prince Dube, wengine nime wengi tu. Wewe unasema na Prince Dube? Naongea naye. Vitu gani hasa mkikutana na Prince Dube huwa mnazungumza nje mpira? Nje mpira? Maisha tu ya kawaida. Maisha kawaida? Maisha tu ya kawaida. Vitu vingi wananishauri kwamba unajua maisha mpira ni mafupi nini, unajua tufanye vitu vya maana hivyo. Na pale mlipopoteza alikupigia simu kukupa moyo, kati tamaa. Pale uwanjani, sio yeye tu. Wachezaji wengi pale wamenipa moyo kwamba bana usivunjike moyo, endelee kupambana, ndio football ilivyo. Hivyo. Hivi ni kocha gani ulimkubali zaidi kwa hapa Tanzania waliopita na ambao bado wapo mpaka sasa hivi? Kocha gani amekubali zaidi? Namkubali zaidi? Profesa Nabi. Nini Nabi? Kwa sababu ni kocha ambaye anajua kuishi na wachezaji, ni kocha mzuri na ana upendo kwa kila mchezaji, sio kwangu tu, kwa kila mchezaji yote ambaye anafanya naye kazi. Isiwe tu atadabo. Anajua kuishi na wachezaji, ipo vizuri hivyo. Fei, umetoka kufunga goli kwa shuti kali ukiwa unaitumikia timu ya taifa katika mchezo dhidi ya Guinea. Tuambie feeling ya kufunga goli ukiwa na timu ya taifa lakini pia feeling ya kufunga goli ukiwa kwenye klabu yako. Pale unawakilisha taifa. Na taifa kuwakilisha watu wengi Tanzania nzima, milioni 60 wanakuangalia wewe. Kwa hiyo ukifunga ni kama unawapa furaha watu milioni 60. Kwa hiyo lazima kama mchezaji unakuwa unajisikia faraja, unajisikia furaha kwamba umewafungia watu goli, umewapa furaha watu wangapi? Milioni 60. Kwa hiyo unajisikia furaha. Na kuipa timu yako Taifa Stars kuipa ushindi. Hivyo. Ushawahi kutamani kucheza nje ya vilabu vya hapa Tanzania, yani nje ya soka la Tanzania? Natamani. Mimi natamani mpaka kesho. Mpaka kesho natamani. Unatamani timu gani labda ungeenda kuitumikia? Yote tu. Yote tu. Kama Wydad. Kote natamani. Sio hiyo tu. Saudi huko, South Africa, Morocco. Kokote tu tunapojaliwa na Mwenyezi Mungu natamani unakucheza nje. Ulitamani uliwaza pengine mwalimu angekusifia kwa sifa zile zozimwaga juu yake ururani mkwenda? Sikuwaza hilo. Mimi nimeenda kucheza mpira wangu tu ambao ananijalia Mungu basi, lakini sikuwaza kama mwalimu ataongea hivyo. Kauli za mashabiki na wadau wa soka kusema kwamba Azam haifanyi vizuri lakini na kila kitu, inakukata kwa kiasi gani kama mchezaji? Hainikati, ila tunajisikia vibaya tu kama wachezaji. Tunajisikia vibaya kama wachezaji. Na ndio maana tunataka tutumie nguvu kubwa kuwaaminisha watu kwamba Azam inaweza kufanya kitu kikubwa zaidi na inawezekana. Miongoni mwa vitu ambavyo vimekuwa ni changamoto kwa wachezaji hasa hawa wa mpira, hasa wa hizi timu tatu ambazo umezitaja, imekuwa ni masuala ya wanawake. Kwa wewe mchezaji, wanawake sana. Mbona umecheka? Nimefurahi utaja wanawake. Kwa nini furahi utaja wanawake? Mambo hayo vipi kwa upande wa Faisal? Changamoto kama hizo? Changamoto hizo bwana. Kwa upande wa wanawake
Mimi mwanaume bwana, au sio? Mimi mwanaume, lakini siwezi kuzungumzia kwamba nimeweka sana kipaumbele wanawake. Hapana. Yaani niweza nikakwambia bwana, mimi sasa hivi sina mwanamke, wewe unanifikiriaje mimi? Sio utakuwa na mashaka na mimi, au sio? Lakini mimi siwezi kulizungumzia, ila mchezaji mwanamke anaye. Simenifahamu? Mwanamke anaye mchezaji, lakini sasa sio wanawake wawili, watatu, wanne, unajua hiyo inakuwa sio vizuri Kuna hii kauli unasemaga kwamba wachezaji bwana wapendi kuoa. Ushisikia hii kauli? Kauli naisikia. Na ni kweli? Mtu kuoa lazimishwi. Yaani mtu kuoa lazimishwi. Wewe kumwambia bwana wewe nenda kaoe sasa hivi utafika wakati wako. Kwa sababu shida utakuja kuipata wewe. Huwezi kuwepo. Kwa hiyo huwezi kumlazimisha mtu aoe. Hata mimi mwenyewe tunanisukuma sana nioe, lakini ndio hivyo naambia bwana subirini kwanza. Kwa sababu kwa nje ngapata matatizo kwenye ndoa mimi mtakuja kunipa au mtakuwepo nyinyi. Simenifahamu. Mbona umeegemea upande wa shida sana? Kwenye raha usemi kitu. Sometimes unaweza kupata ndoa bwana ni kama unatia mkono gizani, si ndio? Sometimes unaweza kuwa no, sometimes unaweza kuwa yes, lakini ukipata mtu ambaye anaendana na wewe, anayekupenda, anayekujali, unaweza ukaenjoy ndoa. Lakini ukipata mtu namna gani vipi, kisirani, unaweza ukasema unajua kusema na barabara njiani bure. Fili la mwisho hili hapa. Kitu gani wewe unamisi kutoka Yanga? Kumisi kitu? Nilimisi ukaribu tu wa wachezaji ambao niliwazoea. Nimemisi wachezaji kina Mamnyeto, nimemisi kina Kibwana Shomari, nimemisi nilikuwa kina Ibrahim Baka, nimemisi wachezaji wengi ambao kuna wachezaji wengine washaondoka pale niliwamisi sana. Lakini kadri siku zinavyoenda ilikuwa ule umisi unaondoka. Simenifahamu? Kwa hiyo nimekuja katika maisha mapya, nipo katika maisha mapya. Sawa, Fei nje ya mpira ni kitu gani ambacho Faisal anakipenda sana? Mimi napenda sana kupumzika na kucheza game. PS napenda sana. Mshikaji wako Sebo amesema kwamba miongoni mwa watu ambao yupo nao karibu ni Faisal Salum Abdalla. Ni kweli? Kweli. Na ana chumba kimoja alafu sasa. Na wanasema Fei ana makuzi mengi sana, anafujo sana. Matatizo mengi. Amesema matatizo. Mimi napenda sana mimi si mcheshi bwana, mimi napenda sana kufurahi na watu, ndio maana naona mimi na matatizo. Lakini sina matatizo. Mimi niko fresh. Faisal, mechi 2, pointi 2 kuelekea msimu huu, bado wewe kama mchezaji unawaza nini? Mimi sasa ninachokiwaza kwamba timu yangu ni kuipa matokeo, hakuna kitu kingine chochote kile. Kuipa matokeo na kufanya vizuri. Na mechi ya mwanzo, kocha alikuwa mechi ya mwanzo ameondoka, sasa hivi kaja kocha mpya. Kwa hiyo tunafuata mbinu zake kama mwalimu ili kufanya vizuri katika mechi za mbele yetu. Pengine mabadiliko ya walimu yanaweza yameathiri ufanisi wako uwanjani? Ile mwanangu siwezi kuliingilia kwa sababu mambo tuachie uongozi. Sisi unajua. Wewe sasa kama mchezaji unaathirika kwa vyovyote? Mimi sasa kitu. Mimi mwalimu ananipa mbinu zake nafanya. Mwalimu wote ananipa bwana mimi nataka ucheze hivi, basi nitacheza hivi anavyotaka yeye. Lakini siwezi kusema mwalimu kaondoka tena ndio uweze kucheza mpira, sio kweli. Walimu hapo wanaondoka, wanakuja, wanaondoka, na kuna mchezaji pia wanaondoka, wanakuja wengine hivyo. Kufunga goli au kuassist? Mimi kuassist. Goli la kisigino au tic-tac? Tic-tac. Goli la nje 18 au direct from the corner? Nje 18. Ni goli lipi ambalo unalikumbuka zaidi na bado unalipenda? Juzi na beauty. La beauty Mwanza? La juzi la Guinea. Dhidi ya Guinea. Sawa, ni mechi ipi ambayo haiwezi kusahaulika katika kumbukumbu za Faisal Salum tangu ameanza kucheza mpira? Mechi ya Coast finali FA 3-3. Mechi ilikuwa ngumu sana. Vibaya mno. Baada ya mechi mkashinda. Baada ya mechi tukashinda kwa mkwaju wa penalty. Ni mchezaji yupi ambaye ulishawahi kukutana naye akakuachia alama unasema kwamba kweli leo kazi ilikuwa? Tanzania au nje ya Tanzania? Yaani tangu umeanza kucheza mpira hata kama ni huko JKU. Nilikutana nakumbuka mechi na Zambia juzi tunashinda moja. Mechi ilikuwa ngumu ile. Kuna mchezaji mmoja hivi anacheza Genki yule, anavaa jezi namba 7. Anacheza kiungo pale. Sasa nani yule jamaa? Captain wao. Anaitwa Musonda. Anacheza Genki yule. Mpata shida sana. Ndio kunywa maji mengi sana siku ile. Kunywa maji mengi sana. Wakati mechi inaendelea na baada ya mechi. Baada ya mechi nililala na viatu vyangu mpaka asubuhi. Unifahamu? Alafu unasema ulilala na viatu. Nililala na viatu. Alafu ndani ya mechi nilikunywa sana maji mengi. Naona kama katuni nzima ya maji nimemaliza mimi. Alikupa tabu sana. Alinipa tabu sana.
Sawa, ni mechi ipi ambayo ilikuwa nzuri sana kwako, unaikumbuka kwa performance bora ambayo hukuitarajia lakini performance ikawa bora sana? Mechi ya na Kevede hapa. Ni Stars. Jiza hapo tunawafunga 3. Mechi ile. Ni kocha upi ambaye amekufundisha kwenye career yako ya soka na unatamani angeendelea kuwa na wewe miaka yote? Profesa Nabi. Sawa, ukipata nafasi ya kumchagua mchezaji mmoja ambaye hayupo kwenye timu yako, labda awe asajiliwe kwenye timu yako, ungempendekeza nani? NBC au Afrika? Angemsajili sasa sina niingilia swala la viongozi hapa. Wewe unatamani, yani mchezaji ambaye unatamani unasema huyu ningekuwa nacheza naye timu moja au? Ingekuwa balaa. Mbona wengi tu? Taja mmoja. Mmoja ningetamani nicheze na Mamba Lusaka. Clatous Chama. Sawa, ni mchezaji upi ambaye unammisi sana katika soka? Labda amestaafu au ameondoka nchini? Abdalla Shaibu Ninja. Mshikaji wako. Mkiwa nyumbani mnacheza pamoja? Hamna. Nimemmisi tu. Cheza naye pamoja. Sawa. Neno la mwisho sasa kwa mashabiki wako ambao wamekuwa wakikusupport kwa mechi zote lakini pia katika maisha yako ya soka. Mimi kwanza nawashukuru, waendelee zaidi kunisupport, waendelee kunipa support kwa sababu wao ndio wananipa mimi nguvu ya kupambana. Kwa hiyo nawashukuru na waendelee